Kitabu cha pili cha Musa kitwacho Kutoka, mlango ni ule wa 34 mstari wa 15. Mmepata? Haya, twende 1 2 3. Mshike bega jirani yako, mwambie wewe usije ukafanya agano na nani? Wa nini? Wa nchi. Rudia tena, mwambie we Maria. Kwani anaitwa Maria? Mshike tena, mwambie we Maria. Asa unaona eti mwingine anamwambia Maria mwanaume. Jamani, hii mambo gani hii? Mbona mnataka kutuharibia hapa Beni? Mshike tena mkono, mwambie wewe Joseph, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi yako, wa mahali pako. Mwambie kuanzia leo acha kufanya agano. Mwambie kilichokumaliza ni lile agano uliloliingia na wale wenyeji. Ameelewa hajaelewa? Hebu sonda bega lake hivi na kidole, mwambie hata kama hujaelewa na kusonda sonda, msonde na kidole namna hii, mwambie elewa kwa jina la Bwana. Haleluya! Unaona hapa Mungu kitu anachosema, anasema usije pale unaweka jina lako wewe, usije ukafanya agano. Agano nilikwambia ni nini? Agano ni makubaliano baina ya pande mbili. Anaweza akawepo Mungu au akawepo shetani. Sasa Mungu anasema hivi, usije ukakubaliana na wenyeji. Na wenyeji. Kwa nini? Watakuambukiza roho, spirit, ile roho ya kwao, alafu watakunyonya mahali. Ulitoka huko kwenu Kigoma, una roho nzuri kabisa, ukaenda kuka haleluya, ukaenda kukaa na wenyeji wa wakakumaliza piu, kila kitu wamemaliza, wamefyeka kila mahali. Sasa Mungu anasema unapoingia kwao usikubali kufanya agano na wao. Okay, Mungu amekuruhusu kuwa na ushirika, lakini sio agano. Sawa eh? Yaani mambo mengine tunataka kuzika, twende tukakuzika, sijini twende, lakini agano na wewe no, hapana. Huyu ni Mungu anasema usije ukafanya agano na wao. Angalia ule mstari wa 16. Mstari wa 16 anasema sijui kama ni lugha gongana au nini. Anasemaje? Usije ukawaoza nini? Mabinti au roho ya wenyeji. Nyinyi labda hujajua kama kuna vitu hatari ambavyo Mungu aliviona mapema, ni hizi roho za wenyeji. Na anasema usije ukaingia uzinzi na wao, mkaenda mkazini kwenye miungu yao. Bwana asifiwe. Sijui kama mmenielewa hapa jioni ya leo. Kwa hiyo leo jioni Mungu akusaidie usikubali kufanya agano lolote na roho za wenyeji. Zile roho za wenyeji ndio ambazo zinashikilia mahali. Kwa nini? Sababu ya hizi roho za wenyeji. Roho za wenyeji hubadili fikra. Pointi ya kwanza. Kwa nini Mungu anasema jihadhari usifanye agano na hao watu? Cha kwanza, roho ya wenyeji inabadili fikra, mawazo, mtazamo. Ulikuwa na mtazamo mzuri sana, ulikuwa na fikra nzuri sana, ulipoingia kwenye roho za wenyeji mtazamo wako ukabadilika, vitu vyako vikabadilika, kila kitu chako kikabadilika. That's why Mungu anasema usifanye agano nao.